Mtu akitaka kuoa, katika haya mambo manne kuna moja linamvutia. Huwezi kuoa bila kuvutiwa. Neno fankihu mataba lakum minan nisaa, oweni kwa wanawake wanaokuvutia, mmewapenda. La kwanza ni jamaliha, umbile la mwanamke, na hapa sheria kamtaka muoaji aone uso na viganja vya mikono, hakuna zaidi hapo, ni hapo tu. Lakini vile vile na familia yake. Mwenye kuoa anapiga hesabu, nikimwoa huyu nitakuwa ndugu yake na huyu. Mtu anayeoa kwenu kaingia kwenye familia. Na mwanamke anaweza akaolewa kwa mali zake. Ana mali, mwanamume nikimwoa huyu mali tutazitumia vizuri, tutajenga msikiti, tutafanya kazi ya dawa. Anaolewa mwanamke. Mtume akasema walidiniha, na mwanamke anaolewa kwa dini yake. Sasa hapa kwenye dini Mtume wetu Muhammad sallam akaweka mkazo, akasema farfadhi bidhati din. Wewe mwenye kuoa, tazama mwanamke aliyo na dini. Chagua mwanamke mwenye dini. Tarabati yadak, kono yako talamba mchanga. Utapata hasara ukiona mwanamke ambaye hana dini, kwa sababu mwanamke asiyekuwa na dini haelekezwi akakubali. Mwenye dini anaelekezwa akakubali. Na hata ukakosa chakula nyumbani, mwenye dini asema kesho Allah atatupa na riziki yetu. Asiyekuwa na dini kama ile nikuelezeni juzi. Leo sikupata kitu, inshallah leta, inshallah tupike. Leta inshallah tuweke suria hili, inshallah nyingine hii tuchemshe tu. Usilete mambo ya inshallah wewe. Mimi sikuja ukana njaa, katafute chakula huko. Na nyumba unakuta amejaa nyumba, haitoshi, jicho limemtoka. Hana dini. Kiangu leo hamna kitu nini? Hamna inapikwa. Ndio maana unaona watu wamejaliwa kupata wanawake wenye dini, hata ile 50%, wallahi wanaona ladha ya ndoa. Na ndio ndoa yataka hapo, kwa sababu yale mapungufu madogo ya ndoa hayakosi, mkamilifu ni Mungu. Kwa sababu ya dini hayo tunavumiliana. Kwa hiyo tuzidi kuambia na watoto wetu, asitazame uzuri tu, wala mali, wala familia ya mke, amtazame mke mwenyewe ana dini. Maana mwanamume watu wanasema hakuna mkate mkubwa kwenye chai, na hakuna mwanamume mkali kwenye utiifu.